Amen. Una furaha? Amen. Salamieni Bwana asifiwe. Amen. Siku mpya, hakuna siku kama hii tangu mwanzo wa uzima hiyo. Tangu mwanzo wa dunia hakujawahi kuwa na siku kama hii. Bwana asifiwe. Hii ya leo ni a special day, and every special day is a special too. Bwana asifiwe. Kila siku mpya ni nafasi ya siku kufanywa upya. Mwambie mwenzako leo ni siku mpya ya Kristo kunifanya mimi mpya. Kwa hivyo yale ya kale yamepita. Mwambie zile dhambi za kale zimepita. Ya last week imepita. Bwana asifiwe. Amen. Yesu wako. Kushukuru kwa nafasi ambayo ametupa safarini, wale ambao wamesafiri kutoka pande tofauti. Na pia sisi tumesafiri kutoka pande ile nyingine pia. Na tumeona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya neno moja, jina moja pekee yake. Kristo Bwana. Bwana asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya lengo moja pekee yake. Kristo Bwana. Huko unaweza kuwa na mashida yake mingi. Nani za shida yake mingi? Bibi za shida yake mingi, mama hapa shida yake mingi. Pastor hapa shida yake mingi. Lakini sio hiyo, I settle mali moja. Lakini sio hiyo ambayo imetuleta pamoja. Ama ndio ni shida zinazoleta pamoja. Ni suluhisho imetuleta pamoja. Na suluhisho ni Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu anaumwa hapo. Huyu anaumwa na kiuno. Huyu anaumwa na kichwa. Shida tofauti. Lakini hajapatana hospitali. Umepatana miguuni kwa Kristo. Kwa leo ningependa kushukuru kwa Mungu tuweza pamoja na leo kama mmechunguza ile wiki nyingine ilikuwa I think ilihubiri kwa masaa 3 au 4. Si kweli? Lakini leo nataka taje mnihubirie. Bena. Unajua kuhubiri? Hii wiki last week hata jana nikiwa kule Eldoret tumejifunza kuwa ni nafasi ya kujifunza kulea watu wawe jeshi. Unajua wanajeshi? Unajua wanajeshi? Mwanajeshi anapelekwa training, ni mwaniraia. Lakini kabla hajapewa bunduki, ama ina bunduki, kabla hajapata ile ndogo ile pistol, anapelekwa mahali anafundishwa kuwa hata baba yako mwenye amekuzaa si rafiki yako. Anapelekwa mafundisho training ya kuwa hizi sheria zimeandikwa hapa ndio muhimu kwako. Utaishi kwa hizi sheria, utakuwa unavaa nguo yako tena, utakuwa unavaa uniform tutakupea hapo. Na hii uniform utakuwa unavaa vile unataka, kuna namna utakuwa unavaa. Na iwe usiku, iwe mchana, hii uniform utaivaa namna hii. Anapelekwa training yenye alipia ya bure. Na ile training atafundishwa sheria za nchi yake. Kukiwa na vita, rais atachukua watoto wake apeleke kwa vita. Ama anafanya hivyo. Atachukua huyo mwanajeshi, si ndio? Tapewe tulikutrain, tunajua unafaa, unatosha vita. Na kama unatosha vita, hiyo ni vita ya Somalia, hiyo ni vita ya Uganda, hiyo ni vita ya wapi, hiyo ni vita ya wapi. Huyo mwanajeshi ataokotwa. Na sheria inaruhusia aokotwe wakati wowote. Kila wakati mwanajeshi inachukuliwa ako tayari kwa vita. Sasa jana tulikuwa tunazungumza na apostle kule Eldoret. Na tunajifunza kuwa hapana. Tunakosea wakati tunalea wa Kristo kwa unyonge. Tunalea Mkristo kwa unyonge. Mkristo ambaye unamhubiria Jumapili, Jumamosi, akitoka hapo kila anajua tu ni brother Buko. Sasa hapana. Tunamkosea Yesu. Ni sharti to raise an army for the Lord. Mtu ambaye wale walikuja last week, Mungu awabariki sana. Hiyo ndio jeshi na kuzungumzia. Tuwepo, tusikuwepo, wale ambao wako, wale wawili watatu wanakuja. Ushirika unaendelea. Hao ndio watu ambao tunataka ku-raise. Mtu ambaye akiwa na shida kule nyumbani, kabla hajapiga simu, anaanza maombi kwanza.
Nasema huyu pepo naanza naye kwanza. Anawasha moto yeye kwanza. Akinipigia mimi ama apigie Sister Nancy ama Beatrice, ni moto atakuwa support tu, lakini moto waka. Lakini siwe ni mtu ni kinara kimezimika. Tunaelewana? Tunakataa kulea watu kama hao. Tunakataa kuzaa watoto ambao hawakui. Tunataka watu ambao wanakuwa kwa imani. Wakati Kristo anakuambia yeye situation ni tano. Hataki Kristo ambaye anamuuliza Kristo, wewe ni tajiri mbona usipewe elfu tano? Anasema Kristo asante. Na pia hiyo yote inakuwa. Hao ndio sisi tunataka. Ambao wanakuwa kila siku. Tunaelewana? Jumamosi next week ikikuja, mama yuko ndio peke yako na dada. Moto unaendelea. Amen. Ama? Yes. Kwa sababu Kristo Mungu awe hai leo, afe kesho. Kristo anakuwa amefanya nini kweli? Kristo yuko milele. Na ametuahidi yuko pamoja na sisi. Amen. Hapa asubuhi tukianza, tuko na gawa. Kaambia bora ukuje hapa. Useme hakuna mtu, useme tu mimi niko at the tabernacle. Mimi niko wapi? Tabernacle. Na siko hapa. Siko hapa kufanya mapenzi yangu. Niko hapa kufanya mapenzi ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nataka nifanyie hii na hii. Atafanya. Atafanya. Jaribu. Just try it. Atafanya. Huhitaji kuwekwa mkono na mimi. Hauhitaji huu mkono wangu. Kuna mkono mwingine uko hapa. Ambao mkono tunafaa tutegemee. Mkono wa Kristo Bwana. Na ile damu mpaka leo bado inafanya nini? Na bado inaponya. Bado inakomboa. Hiyo tunataka tutegemee. Kwa hivyo wakati unaendelea leo, nataka ukijiona mnyonge, sema hapana, nataka kujitia nguvu. Sawa brother? Sema mimi najua mimi ni mnyonge, lakini Kristo ndio nguvu zangu. Amesema mimi nikiombea mgonjwa atapo. Kwa hivyo najitia nini? Kama ile mguu ya baiskeli. Unaweka pressure. Ama ukiangalia imelala unasema acha ikae hivi. Unaendesha baiskeli bila pressure. Unasema acha niwe. Weka pressure. Ukiweka pressure na realize hiyo ugonjwa uko nayo. Amen. Jaribu tu leo, sema mimi nitaenda kando, nitajaribu hivyo ndio nione kama ni Mungu. Naye Kristo atajidhihirisha kwako. Amen. Anatujaribu na kidogo. Kuna haya huyu tutalipa yote. Amen. Ni safari. So leo ningependa pia niwape nafasi kila mtu ashuhudie kile ambacho Kristo amekupea, amemfanyia kwa hii wiki. Bwana asifiwe. Amen. Alafu baada ya hapo tutaenda kwa neno. Alafu hii program itaendelea kuanzia hapo. Kwa hivyo nawakaribisha nyote. Amen. Tangu tuachane wote ile wiki iliyopita, sikuwa naendelea vizuri. Nilikuwa na madeni kidogo, lakini tuliomba, nikaenda pia hospitali. Wakati naendelea na madawa, nikasitisha pia kuomba. Sifu Yesu. Amen. Nilikuwa nachukua dawa. Mfunzo wa Mungu. Sasa tuko wagonjwa. Sasa kama tuliponywa ama kama tumeokoka tutapitia majaribu. Kwanza ni majaribu yanakuja zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nimejifunza kitu ambacho nikichukua dawa. Wakati daktari alinipa dawa akaniambia, hii dawa unameza hivi, nichukue ile dawa kisha nishike hivi. Naambia Mungu ndio kupitia dawa na unione. Amen. Na kweli niliona mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwanza napanga shida ya ugonjwa na shida lazima niende chini. Lakini kwa ukweli niliona mkono wa Mungu. Si kupigia mtu nimuombe pesa. Nilipigia tu dada yangu, nikamwambia niombe sisi vizuri. Na nikasidi tu kama ombi liko. Sijilala njaa. Watoto wangu wajihangaika. Na nikasema ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So naona mkono wa Mungu. Jana niliamka salama na leo tuko pamoja. Amen. Najaribu mkono wa Mungu kwa neema. So acha Mungu awabariki sana. Tuendelee kuomba na tuendelee tukuje tujumuike wote pamoja. Hakika Mungu atatuacha. Hapo mbeleni tutakuwa tumefika milango mingi. Barikiwe sana. Kama unatoa kwanza
ni neema imeniweka huru. Sikustahili, ni neema, ni neema, ni neema imeniweka huru. Sikustahili, ni neema, ni neema, ni neema imeniweka huru. Bwana asifiwe wapendwa. Nampenda Yesu, nimeokoka. Last week tulikuwa pamoja na tulikuwa na mambo mawili matatu. Nilipoteza mzazi na mume wangu, lakini tunasimama kutangaza Yesu ni Bwana. Hata mimi nikakuwa nimoja nilisumbua sana, ikanisumbua wiki itaisha, lakini nikajitia moyo na nikaomba, nikasema kupitia kwa ile imani ya mtumishi, wacha tunafanyaga practicals, tunashikana mahali na nikaomba hata imagine, hata ilikuwa inachoma, lakini hii wiki hata ninashukuru, sita kupitia mambo mengi. Inastahili wapendwa, tusimame wapendwa, tusiogope. Jinsi mtumishi amesema, inastahili kuomba kwamba Mungu yuko hapa. Licha ya mtumishi kukua huko, si Mungu yuko kupitia kwa imani yake. Mungu akinyosha mkono hivi anatufikisha. Anafika mahali huko. Na hata mahali huko ukiomba, hata ukiwa wapi, ukiomba tu Mungu anasikia. Tangu tuombe na Mungu nimekuona hiyo kichome, hata sijui ilienda singani, sikumbuki hata ilikuwa singani. Yaani napenda Mungu. Hata jinsi mtumishi ameongea nikasema kumbe roho inanena. Bwana asifiwe. Hata wewe mpendwa, Mungu atakutana na mikati yako. Licha ya mambo mengi, hata nikamwambia shetani, sitakuruhusu basi nikuache hata siku moja. Ati ulete hii, ulete hii. Sitaokoka kamwe na sitaruhusu tena unirudishe nyuma. Na mwongelesha shetani, hapo na masikio. Hapo nayo shetani anasikiza. Lakini sasa akisikia kweli umenena, anatoka huyu si mtu wa hivi. Ile masiku shetani ametulanisha huko nyuma, mingi yenye iko mbele ni mingi sana. Na nikamwambia shetani, ile mwanya unajaribu sasa kujaribu kujipenyesha, tukasifa kwa jina la Yesu. Hakuna mwanya shetani tena atajipenyesha. Tukasifa hiyo na Mungu wa Roho Mtakatifu na Mungu wa Roho Mtakatifu. Na tuko na imani na amani na tunamshukuru Mungu sana. Wapendwa, hata wenye mlikuja mkatutia moyo sana, na kwamba kila mimi kila wewe Yesu atasonga mbele. Na neno la Mungu litapaki kwa hivi. Sasa nataka niwatie moyo na neno la Mungu katika kitabu cha Psalms 118:16. Inasema, the Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. Amen. Mkono wa Bwana imetenda mambo makubwa sana kwa maisha yangu, kwa maisha yangu. Mimi nashukuru sana. I will not die but I live. Amen. Nitaishi, sitakufa. Namwambia nitaishi miaka 120 katika jina la Yesu. Jinsi neno lako linatuambia. Tufanye silaso, the full armor of God. Wakati tunaomba tunaenda kulingana na neno. Neno ni chakula cha uzima wa milele. Maombi ni chakula cha uzima wa milele. Amen. Yaani communication yetu na Mungu iko namna gani? Tukikwazwa tunarudi nyuma. Tunastahili turudi nyuma. Tusonge mbele na tumwambie Mungu tunastahili kusonga mbele. Jinsi shetani anatafuta majeshi zake. Kama kamjes, nasema sisi ni kamjes ya Mungu. Shetani akituona, namwambia shetani, nimemchukia shetani mara 7 za pili. Sasa hii neno ni upanga kwa Mungu. The
Lord and I will proclaim what the Lord has done. Jinsi Mungu ninasikia sana hii neno ni powerful. And I will proclaim what the Lord has done. The Lord has just released Stephanie, but he has not given me offer date. Offer date. Acha mruhusu, Mungu acha mruhusu sisi tukufe. Mungu ako na hatima ya kila mmoja. Ako na sababu ya mimi kuishi. Na Mungu alipokoa akaniokoa. Ili tukaweze kusema sana, jinsi tukaweze kutiana moyo. Jinsi yani vile tutatafuta ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kumbe ufalme wa mbinguni neno lako Mungu amepeana jinsi mtumishi ametufundisha asubuhi. Kuna mwenye hapa tumepewa neema tofauti. Unaona? Kuna vile utaongea hiyo neno lako itaniponya mahali. Kuna vile nitaongea utaponywa mahali. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu open first line, open for me the gate of the righteousness. Mungu anatufungulia njia ya nini cha righteousness. And I will enter and give thanks to the Lord. Na nitakwenda na kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. This is the gate of the Lord. So which the righteous may enter. I will give thanks for he answer me. Bwana asifiwe. Mungu ametujibu maombi yetu. Mungu ametujibu yani mahitaji yetu. Bwana asifiwe. Tuko na mambo mengi sana. Mimi niko na hitaji ya ugonjwa. Wewe uko na yani mimi yetu tuko na magonjwa tofauti. Tofauti ni aje? Wewe uko na magonjwa ya kimawazo. Mimi niko na ugonjwa ya mwili. Wewe uko na mawazo ya nafsi. Bwana asifiwe. Lakini tunapokuja mbele za Mungu pamoja, tukikutanisha imani pamoja na tuombe Mungu kwa haki na ukweli, hakika kila mtu ataponywa stahili yake. Bwana asifiwe. Na utukufu usimrudie. And will become my salvation. Bwana asifiwe. Amen. Neno inanitianga moyo na inanitia nguvu ya kwamba ninastahili kupasisti na kukaa kwa uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni hayo tu, mbarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ni kwa uwezo wake ndio nisimame mbele yenu siku ya leo. Si kwa uwezo wangu. Ingine wakati nilikuja mara ya kwanza nilikuwa naomba na hii mkono sana hata usikie siku lako. Nilikuwa na maumivu kutoka hapa hivi mpaka. Sasa nilikuwa nabidi kulalia nimenyamaza nifanye hivi. Lakini wakati tulikuwa na maombi hapa hivi tukiondoka hata sikusikia maumivu nienda wapi. Last week tukakuja nikaongelesha wapendwa wengine jioni tuje. Kuna asali iko mahali tunaenda kuchopia kule. Tukakuja nao kule mabati nacho kupata kutumishi kwa watu. Ndio wengine warudi lakini Mungu kile amesema wake apote hata hiyo. Tukapata ndugu. Tulipatana naye tukirudi tukafika pale. Sasa tunanong'ana sana na mwingine tulikuwa tumepata tukasema sasa tutafanyaje? Nao ametuambia hapa hizi haisi endelea. Sasa tukaanza kunong'ana sana, ndugu akakuja. Wakati alipokuja tukaambia huko wamesema hatuwezi kuuza tutafanyaje? Sipende tuombe hata huko kwa yeye. Tuombe hapo hata dakika moja tu kidogo. Bora tuseme maneno 2-3. Niambia nyinyi Mungu ni ya maajabu. Mungu hakuna mtu analinganishwa na Mungu. Tukaambia ndugu ongelesha hawa wasituone pale aje tufurushe ama nini kitu kama hiyo. Ndugu akakuja akaongea nao kisha akatuambia tuendeni pale. Tukaenda na sister akakuja pia. Tulifanya ibada kutoka kama saa 6. Tulifanya ibada mpaka saa 11. Nyumba imekuwa ni yetu. Tumetawala tena. Tulifanya mpaka saa 11 hata mvua ilinyeshea ikaisha tunaendelea. Kwa sababu ya kwamba tulikuwa tumeomba dakika kidogo.
Na mambo ya Mungu tunaona Mungu kweli ni ya maajabu. Akitaka kufanya yake hakuna mwanadamu anaweza kusema hapana. Hata wenye walikuwa hapa hata walisahau, kuna watu walisema dakika kidogo. Sasa juzi nilisafiri nikaenda upande wa nyumbani kwetu mali nimesaliwa Moro. Nikaenda kukutana na ndugu zangu. Nikafanya shughuli yenye tulikuwa tunataka tukamalizana. Sasa roho yangu ilikuwa na kiu ya siku ya leo. Shetani akaona akasema wewe usifaulu. Ndugu yangu anafuga hii manuki. Akatoa mzinga moja akaanza kutengeneza kuweka kwa machupa mingi ya asali. Kisha nikakuja na moja. Nikaleta mpaka nyumbani. Jioni nikaambia mzee wangu nikoroge mimi nimeleta nini asali mimi napenda sana. Nikasema acha nikoroge na moto. Kumaliza dakika 15. Unajua mtu asema kila anafungana. Sasa najaribu kukula nimefungana naanza kupumua na kufanya nikasikia mbaya sana. Nikasema shetani hawezi kunishika. Nikaacha chakula, nikaacha mzee nikaingia kwa bedroom. Nikapiga magoti, nikaanza kuomba. Nikaomba nikasikia kabisa hapa imekuwa kali kabisa. Nikapigia huyu dada. Nikasema lazima kuwa na mtu anakulift. Nikamwambia dada, nataka mniombee. Huyu dada akaniambia, "Sasa uko na pesa kwa simu?" Nikamwambia, "Iko kiasi lakini tutaomba maana itafikia ni hapo." Lakini tutaomba. Nikapigia Pamela. Sijui kama alipatana na Pamela. Nimepigia mtumishi kama mara 3. Simu yake haiko on. Nikasema acha tuendelee, Mungu yupo. Na Mungu atanisikia vile ninasema. Na nikaendelea kupiga magoti. Mzee akaniambia twende hospitali, nikamwambia hapana. Acha nichukue time kidogo, nataka kuongea na Mwenyezi Mungu. Nikamngojea dada apige simu, hakuwa amepiga. Kidogo nikaona simu ya mtumishi inakuwa on. Nikajaribu kumpigia pia. Nikapiga kumbe yeye aliona. Mimi nikaendelea kuomba. Nikaambia Mungu sikubali kitu hiki kufanyika kwa mimi. Na kuomba nishikilie tu. Na saa hiyo kwa mzee amepiga amepigia daktari. Na daktari akaambia daktari akuje kwa nyumba. Sasa damona nini kidogo nikaona mtumishi anakimbia. Nikamwambia yeye. Na nilipo kwa magotini tusijaamka. Bado tu niko hapo hivi. Sasa ndio nikaongea naye akamwambia tuchukue maombi. Kaniombea. Akasema nataka siku ya kesho kuwe pamoja na mimi hapa. Na kweli Mungu akasema mimi na siku ya leo nasimama mbele. Daktari alifika akanidunga misisi akanipa dawa, lakini najua mwenye alinitibu ni Mungu. Na yeye alifanya kazi yake. Alisikia kilio changu na akasema nataka nijitirishe mimi ni Mungu. Na kweli siku ya leo nasimama mbele. Asubuhi nikafika nikashukuru Mwenyezi Mungu na nikaambia hii ni uwezo yako. Nataka niingie mahali roho yangu ilikuwa nataka ishiriki. Na kweli nitaenda mpaka nifike. Kidogo msichana wangu akanipigia simu hata nimeandika kamuti kidogo hapo. Analia. Na juzi last wiki nyingine alikuwa amepata ajali ya pikipiki. Kwa sababu ya maombi nilikuwa last week nyingine nilikuwa kwa maombi mara. Nilikuwa najua ninaendelea na maombi. Mungu alishikilia mtoto juu ya pikipiki. Alipasuka mwili akachipuka, lakini Mungu akasema wa yako Yesu ndio anajua kazi yenye anataka kumpatia. Jana usiku bwana yake akagonjeka. Haijulikani ilifanyika nini. Asubuhi mtoto anampigia simu anasema bwana yake ni mtu mlemavu. Hana mikono zote mbili. Mtoto yake ni mtu. Sasa akanipigia akaniambia tuko hospitali mama. Nini baada na nikafikiri ni yeye. Akasema hapana bwana yake aliletwa kama amebebwa na mgongo. Atukufika naona hapo alipo mtoto. Akauliza wewe wako hapo. Mbona unaniletea mtu mwenye anataka kufa? Si Mungu acha akufe mali mnamtoa. Wakamwambia hapana kukunywa pombe mali tuko mtu tumepata tu kama mgonjwa amegonjeka. Wewe mtu atembea afanye chochote. Kidogo akasema msichana akasema wakamchukua na kijana yake akaweka kwa kitanda. Hawajalala mpaka asubuhi. Asubuhi sasa wameshika wamepeleka hospitali atembea anabebwa na mgongo. Baadaye mwingine akasema sijui alisukuma kwa pikipiki juu.
Sasa sijui spinal cord imevunjika, sijui ni nini. Wamesema tayari atibie. Lakini nikamwambia acha Mungu atende mambo yake. Kama alitenda kwa mimi, najua atatenda kwa yeye. Na nikachukua maombi asubuhi na nikasema pia nitakuja niwaeleze ili tushikilie imani. Najua Mungu anatenda. Kwa yote nashukuru Mungu na najua anaendelea kufanya Mungu. Kila mtu mwenye amekaa hapa ajue Mungu ni mtu ajabu. Usione mtumishi wa mtazamo Mungu aliyekuwa. Na yeye ndio kila kitu. Anapitia yeye ili atufikie. Kwa sababu hata wakati Mungu mwenyewe alipitia Yesu Kristo ili tukujue Baba. Na hata siku ya leo amepita kwa ndugu ili atufikishie sisi. Kwa hivyo tuamini yeye aliye hai na tunajua anatenda. Amina. Amen. Amen. Kwa hiyo nilitembea tangu katika mkutano. Nimeona Mungu akisimama na ameongoza mpaka wakati last week tulikuwa hapa na mkutano ulikuwa mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulibarikiwa sana. Wenye mlikosa hii siku nawarudia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hata leo itakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu siku ile tulikuja kweli tulikuwa watu wanne. Lakini wakati tukianza hiyo mkutano tuliongea na kina dada na Pastor Moses. Tukasema mahali walipo wawili watatu Mungu ako pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli Mungu alishuka, Roho wa Mungu alituongoza katika hiyo mkutano. Ilikuwa tuombe dakika 5 na tuende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yani hiyo mkutano iliisha kama bado tuko na hamu. Bwana Yesu asifiwe. Tulitaka hata hiyo masaa iongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hakika wakati nilikuja hapa ile wiki nikikuja first time nilikuwa na majukumu mengi sana, ilikuwa nimefanya naona niko na mizigo mizito sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati niliingia hapa niliona hata mizigo yangu imeisha. Wakati tangu nimeingia kwa hiyo mkutano imenibariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu imekuwa mkutano wa baraka. Tutaki tuone mafasi, hatutaki kuona masuti, hatutaki kuona nini. Wacha Mungu mwenyewe anatuongoza na anatujua na mioyo zetu. Bwana Yesu asifiwe. Usiona tu watu wajae hapa umati. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja tujaze umati na hakuna Roho Mtakatifu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na vile tuko wawili watatu, Mungu anaweza kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakika nilibarikiwa. Lakini hiyo Saturday yenyewe nikikuja hapa mara ya kwanza, ikawa Pastor Pamela amenialika nikuje kwa hiyo mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikataka nikatae, nikasema mama naye kila wakati ananiambia twende mkutano. Na hiyo mikutano mingi hata sitaki, nimechoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi niko najiongelesha na niko na customer amekaa hapo mwingine. Namwambia mimi niko naenda mkutano. Roho yako inaniambia usiende. Sasa kidogo huyu mama Pamela akanipigia simu. Nikasema asante Mungu amenipigia, sasa nimwambie siende. Kunipigia simu. Ananiambia mtumishi wa Mungu inabidi ukuje mkutano harakisha. Sasa si akawa ameniwekea maneno kwa mdomo tayari. Nikasema sasa sina la kufanya. Nikamwambia mjue mimi naenda mkutano. Nyinyi muende mtakuja baadaye. Nikajikuta nimetoka, nimeoga, tena nilioga ndani ya saluni huko nyuma, nikamaliza nikajipa, wakaniuliza hata kwani umemaliza? Kwa mimi nimemaliza, mimi nafunga mlango kuondoke. Na kuanzia Friday, Thursday yenyewe nimekuwa mgonjwa. Mpaka hiyo siku yenyewe nilikuwa nasikia maumivu nikisema siendi mkutano. Lakini dakika ya mwisho ikaniambia wewe, usipoenda hii mkutano kuna baraka zako hapo mahali. Na huyu ni shetani anakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unajiongelesha hivyo nilikuwa kweli. Kukuja hapa nilibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikarudi tena wana nimekaa hiyo last week tumekuwa hapa. Tumekuwa watu wachache. Mkutano ilikuwa powerful sana. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu
ile yenye ninakaa hivi, nakaa kwa kazi, unapata hata hakuna kazi, na nimekaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, mara niko na machama, mara niko na mashida, lakini nilitoka hapa saa 11, lakini niliona kila kitu, yaani hata sisumbukani, hata sioni kitu inanisumbua, sioni uzito yoyote. Nikasema kweli, ukisimama na kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe anajua na anapanga. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku utakuwa na mzigo mzito. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli tumeomba kwa haki na kweli Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Leo kufikia ilikuwa juzi, tumepanga tu kabisa, roho yangu inaniambia mimi naenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe dada, wakati wamenipigia, ilikuwa wewe akanipigia, tutakuwa mkutano kesho, nikamwambia ndio na nasikia tulikuwa na mkutano mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kweli tukaendelea hivyo. Huyu dada pia akanipigia simu, nikaona sasa kama ana credit, but niliendelea, nikapigia mama Pamela, tulikuwa na huyu dada kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kweli tuliendelea hivyo, lakini kufika usiku saa sijui ilikuwa sana, but najua sikulala, tumbo imeniuma, imeniwasha, ile si ya kawaida. Sasa kufika asubuhi, nikasema hii mkutano ni kama siendi sasa. Nikaambia Pastor Pamela, nikamwambia naona hii mkutano sikuji. Na unajua ninajaribu kusema siendi, roho inaniambia pana, usiseme au uendi. Bwana Yesu asifiwe. Roho inaniambia pana, ni lazima niende. Mimi najua huyu ni shetani. Shetani anataka nisifike kwa hiyo mkutano. Hii ni majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mama naye ameniambia hiyo mapema. Ananiambia, nataka kuni. Nimefika sasa kwa sababu nataka nimpe kuni. Ananiambia, na unajua hiyo kuni unanipea mpaka jioni. Nikamwambia sasa umenitoa tu kwa mlango kabisa na madeni ya asubuhi. Akaniambia hata wewe wa pikipiki pesa ya kuja akupatie alafu ndamrudishia. Nikamwambia sawa, haina shida, lakini already nimetoa kuni na nikamwambia mimi nataka kutoka mkuja haraka. So wakati nilifika hata kwa salon, nikijaribu hata nikae hivi, naona kila mahali ni kama ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema mimi lazima niende mkutano. Hata kama nasikia maumivu, naenda mkutano. Mtu wa pikipiki akaniambia, na ukienda ukaza. Nikamwambia siwezi kaza, najua huyu ni shetani. Hataki niende hii mkutano kwa sababu baraka yangu iko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaona ni ukweli. Hata last week nilikuwa naongelea hili jambo. Nafikiri dada na Pastor Moses niliwaambia sasa hivi vile tumesimama kwa hii kanisa, vita ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi tumetangaza vita Mungu na shetani. Na shetani lazima anapigana ili atafute pia nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa hivi utasema hata hii maombi ninapoenda ni kama majaribu yanazidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inabidi ndio tungangana kufanya nini? Kupigana ndio tuende kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mbona hizo masiku zote hatukuwa tunapitia hivi? Mbona wakati tumeingia hapa, shetani anaona wafuasi wake wanaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi nimeona mkono wa Mungu kwa hii mkutano. Na ninaendelea kuomba mchungaji wetu, Mungu amunyunyizie mafuta, awabariki na amwekee mafuta vile aliwekea Daudi. Amen. Na endelee kutujaza. Amen. Na hapa kila mtu awe anashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tumeshuhudia, na kweli hii najua ni majaribu. Hii ni upepo inapita. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hiyo ndio tunataka kusimama katika imani. Tujue Mungu anaweza kutusimamisha kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu atasimama nasi, hawezi kutuacha. Na hawezi kuacha wacha wake waaibike. Na tutaaibika kama. Na tuambie Mungu tusiaibike. Na jina lako si la kuaibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na asimame na sisi. Hii yote ni mapito. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua sisi wote tutapona na tumepona. Tukisimama mahali hapa, Mungu hawezi wacha tuaibike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi hata vile nimefika hapa, vile nilianza tu mwendo, ile maumivu nilikuwa nasikia hakuna. Sio maana ilikuwa ni shetani. Ilikuwa ni shetani. Hakuna hiyo maumivu. Sisikii. Nilikuwa tu niko tu hivi. Alafu baadaye nikaweka tai kwa gazi, nikasema na sasa nikiinama hivi, na sasa nitaendaje? Inua hivi. Na nimejinua hivi mpaka vile nimefika hapa. Kwa hivyo tumetumainia Mungu. Na Mungu ndio daktari wa madaktari. Yeye ndiye chachu wa machache. Hakuna mwingine kama sio yeye. Yeye ndiye kimbilio. Nimeona baraka tangu nimeingia kwa hii mkutano. Mimi si rahisi nifunge hata kazi yangu hivi.
hata kutoka hivi. Yaani hata kuenda kutusaidia na unaanga ni siku ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa hizi hata nikifunga hiyo mlango sisikii. Tangu nimeanza hii mkutano, sisikiani nimefunga hiyo mlango. Hata watu juzi wananiambia, "Hana siku hizi unaendaga out hivi." Unaenda. Niwapeleke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo outing yangu ni ya muhimu sana, ni ya baraka. Amen. Na ninaona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na madeni nimesunguka nafanya kazi na ndio. Lakini unajua raundi hii tangu niingie kwa hiyo mkutano. Kwani madeni ni ya shetani. Inakufunga ili usione mkono wa Mungu. Ukitaka kuenda kanisa unasema fulani anadai wacha niende kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tangu niombe na fasta. Ninaona Mungu amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Yesu. Kwetu ni Uganda lakini mimi nikaacha cheti. Karibuni siku. Asante. Jina ni Yesu. Nimependa Yesu. Nimefurahi. Kwa sababu Yesu ni mwema. Ninaona mkono ya Mungu. Sawa. Hivi vingine ilikuwa sina lolote. Hivi ilikuwa sijapita kanisa. Ilikuwa ni mtaa mzuri nini. Kupiga kwa vitu. Basi nafanya nini? Naenda wapi? Kanisa. Hakuna leo kanisa. Hii mguu yangu hii amekaa kama amevunjika. Leo nimepita kwa mama pita. Mbaya ndio. Kwanza kanisa alafu nyingine unaenda kule ni hasara. Sema sawa. Nini? Hiyo na kunia hii ya simenti. Kwa nilikuwa kuweka. Umetoa? Naenda kwa bwana. Naomba Mungu hii ni chakula yangu. Sini ya simenti. Hii ni chakula yangu. Nenda tu. Shika hii ya pili kwanza. Mungu. Nengapo? Nilala naja. Hapana. Mungu. Sema kumbuka leo. Hapa ni hiyo Mungu. Ndege hivi Mungu yako. Amen. Usidharau hiyo ni dunia mbaya. Ni mzuri kwa sababu ni chakula. Amen. Nimepata 200. Majani. Sabuni hii hapa. Kila kitu. Nani mtajiri sina mimi? Amen. Yes. Nani anajua mimi sina vitu? Mimi sasa hivi tajiri. Ninaona kuna ya Mungu. Usidharau vitu. Amini kila kitu. Ukiona tu Mungu ndio hii chakula. Kila kitu wewe Mungu mpende. Kwa sababu mtumishi alikuwa anaweza Mungu mkono. Nimesikia vitu nimekueleza kwa Mungu. Niliomba kweli mpaka nimesikia
Nikujenga na mfuko. Nikiona nikia sita, wacha niende hapo ama huko ama huko. Sisi unajua kuna hivyo sana kwa sababu nimesika mimi. Sijakutamani kila kitu. Naambia Mungu anajua ile nataka kusaidia. Baba, mwana kisini kwa sana. Kwa sababu mimi kuna furaha. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Nashukuru Mungu. Mungu ni Bwana. Mungu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukua siku ya leo, kwanza yule muuliza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukutana pamoja na muuliza Bwana asifiwe. Tangu nimjue Mungu, sijaona hasara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kuna kuchoka, lakini unapofika makoti, Mungu anauisha mkumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni siku njema Bwana ameibariki, ana ameitenga kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Last week ile ingine iliyopita tulipoomba na mtumishi tuwe na hisi uchungwa, nadhani ilikuwa tumeongea kidogo, lakini siwezi jua hiyo uchungu mahali ilishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni mwema, na mshukuru Mungu. Kuna Mungu mbinguni na Mungu anaona mapito yote ambayo tunaletea chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusome Psalms 34:19. Inasema hivi, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Amen. Nasoma kwa Kiswahili. Amen. Haleluya. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu umkomboa na yote. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi mateso iko, lakini wanaomjua Mungu yao, Biblia inasema anatukomboa na yote. Bwana Yesu asifiwe. Mapito yuko na Mungu yuko, hayo yote mpaka kiamati. Lakini neno la Mungu linaniambia Mungu atakukomboa na yote. Kwa hivyo mbarikiwe sana.